Sasa mnanipeleka wapi? Hasa bwana akasema twende kufika hapo chini, mimi wakili wangu amekuja akasema wale tutembea kwa hii gari yangu, twende kwa ile nyumba ingine muangalie kuna safe, nasema ifunguke tufungue. Wakakataa wakasema twende hiyo sisi, ndio? Bwana wakaambia askari wa AP wanifunge, waniweke pingu. Sasa mimi nikawaambia wapi arrest warrant? Hawana. Nikawaambia mkileta arrest warrant kwa mnataka kunishika, mimi najua sheria, hata sita resist. Nitaweka tu mkono mweke pingu tufanye nini? Bwana jamaa ametoka nyuma ananibeba, aliniinua hivi. Huyo jamaa au kwa askari, huyo jamaa akaenda akanitupa kwa vani ndani hivi. Alafu akaika askari wawili hapa tukaenda. Sasa kwenda kupea kwa EACC, wakili wangu akafungiwa nje. Kama za matatu mimi nimekaa hapo ndani, na kama mwakili wangu wakataza jamaa wanaandika statement kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa kufika jioni kama saa 1 hivi, mimi nafikiri naenda nyumbani. Pale kuna OCS anakuja anasema anataka kufanya kitu inaitwa caution and charge. Anataka kuambia kwamba unapelekwa mahakamani kesho. Sijawahi kuhojiwa siku nyingine, hiyo ilikuwa mara ya kwanza. Sasa bwana wakaniambia mimi sitatoka hapo, tukasema tupatie cash bail, wakakataa. Hata mimi nikaona hapo imeandikwa female cell, ingine imeandikwa male cell. Nikajua leo ndalala hapo. Na acha Mungu hapo ndio nilala. Hapo ndio nilala. Hapo ndio nilala. Mimi nilala kwa cell. Sasa kufika asubuhi, lakini askari by the way, wala askari wa AP waliambia waniweke pingu, walikataa. Wakasema hakuna arrest warrant, hawezi kuweka mtu, hawakuniwekea pingu. Hata nilikuwa pale kwa police station ya EACC, hakuna askari aliharass mimi. Lakini hawa jamaa wa EACC wanakaanga kama Mungu, yani they are very proud. Wanakuona hivi hata kabla hajachajiwa wanaassume wewe ni mtu guilty, ndio? Ndio, ikafika asubuhi, ila askari alikuwa mzuri akanipatia maji nikaoga. Alafu tukapelekwa kotini. Sasa tukaenda kotini huko, mambo kawa vile ilikuwa, si ndio? Na uzuri wa mahakama ni kwamba mahakama ni mahali ambapo kila mtu anaenda kutafuta haki, si ndio? Hakuna harassment kwa mahakama. Kila mtu anaongea yake, mwingine anaongea waje, ndio? Ujanja ya wale wakora wewe na kuishia kwa mlango ya mahakama, si ndio? Sasa maneno yako kwa mahakama tunapambana huko. Mimi niko naombi ningependa msikilize. Wale viongozi wa Trans Nzoia wamekuwa wanaandika mabarua kwa EACC. Kuna wengine kama Bisau wamekuwa wanaenda kwa Sulwe. Ndio? Lazima tuseme ukweli. Wanaenda kwenye maosha kwa Sulwe wakisema kwamba natembea hapo na mashamba mingi. Hatuna shamba, natembea kwa shamba eka 600. Ndio? Mimi naomba viongozi wakiongozwa na Bisau. Unamjua Bisau? Enda mwambie natembea, amesema kesi kwa kotini. Sasa peleka ushahidi huko. Uwache propaganda kwa matanga na kwa maredio, peleka ushahidi wapi? Peleka ushahidi kotini kule, ili kesi kweli kamili. Kama namna gani? Ili tuwache propaganda na vitina ya kumalizana. Tumeelewana watu yangu? Na hao yote sawa, mimi nitembea na yeye. Hiyo vitina yake ya kwenda kwa maredio ndio imeniletea njaa. Yaani ile kumzango. Ndio watu yangu. Na ushahidi upo, yeye mwenyewe anaenda kwa radio anaongea ushahidi huko. Tayari ni uongo, mimi nasema watu wanarokota vitu kama hizo wanaenda wanafanya na kwa story, ndio? Sasa apeleke ushahidi wapi? Wale maofisa wa EACC ngoja bwana. Wale maofisa wa EACC mkubwa yao ni Muislamu, ndio? Mimi nimefanya kazi na Waislamu, nilikuwa DC kule Kamukunji.
Mimi nimefanya kazi na Waislamu, nilikuwa county commissioner kule Isiolo. Kama kuna watu ambao hawapendi kufanya haramu na kutenda haki ni Waislamu. Mimi naambia ndugu yangu yule anasimamia hii maneno, wewe ukiona kwamba hujanifanyia hujuma, endelea vile unafanya. Lakini ukienda msikitini, uuliza nafsi yako, ione kwamba unahukumu Mungu ambaye ako na haki ama hana haki. Ametenda mabaya ama hajatenda mabaya. Ni propaganda ama ni vita ya siasa, si ndio? Kule kwa EACC kule, ndio mimi namwambia, I'm challenging you. Ukiona kwamba kuna makosa natembea alifanya, proceed with your work. Lakini kama ni njama, maana tukikuwa pale kulikuwa na simu inatoka State House inakuja pale. Wale jamaa wakiandika simu, anaamuka yes your excellency, yes sir, anaenda kula naongea anarudi. Anaenda kula naongea anarudi. I am being persecuted. Tuko pamoja watu wangu. Tuko pamoja watu wangu. Sasa mimi nilisema wakati nilijipika msiba, wakati nilijipika msalaba ya kubeba matatizo ya Western Region, ya kusema kwa watu wangu lazima wakutuke mambo ya siasa, nilikuwa najua kwamba nafanya kazi ambayo ni hatari. Maana kuna watu ambao wamezoea kukulia mkoa wetu na sisi hatupate chochote. Nikasema kwamba masuala ambayo yanahusu watu wetu kama mambo ya ndoa ya nini mimi nitaongea. Kama mipango ya serikali kama SHA, CPC haifanyi kazi, nitasema mimi niko ndani ya serikali, niko ya upinzani. Kazi ya kupia upinzani sio kusifu serikali, ni kukosoa serikali. Ndio ama namna gani? Mimi nikosoa serikali, wala ambao wako ndani serikali wasikasirike. Katiba inakubali watu wa upinzani kukosoa serikali. Ama namna gani? Mimi nafanya tu kazi yangu, waachane na mimi. Ama namna gani watu wangu? Lakini kama watatumia vyombo vya dola kama polisi, kama EACC, nataka serikali pia niambie na atembea, maana itakuwa ni unbalanced war, ndio? Maana kama ni mwanaume kwa mwanaume ni sawa, lakini hao wanatumia polisi na EACC, mimi najitenga na nini? Nitajilinda na nini? Nyinyi wananchi lazima msimame na mimi. Lazima msimame na mimi. Lazima msimame na mimi, ndio? Na mimi nataka kuomba serikali, na niombe rais pia, kuna vijana ambao wamekamatwa. Vijana wako kwa sel. Na hasla. Vijana wana wazazi. Wanaozaa kwa sel. Hao vijana wako na haki. Masaa 24 yamepita, hawajapelekwa kotini. Kwani mnyonge hana haki? Kwani mnyonge hana haki? Hao vijana wapelekwe kotini kesho ama waachiliwe. Na wakienda kotini kesho wapewe bond, si ndio? Kwa sababu ni vijana wa Trans Nzoia, watoto wangu. Mimi najaribu njia ya kusimamia watoke kwenye seli. Huko kwetu watu tunasema kwamba wakati ndugu yako au kwa matatizo amechukiwa, amefanya kitu na amekimbizwa na watu, ikuwe amefanya makosa ama hajafanya makosa, na watu wamkimbize mbio, na wewe pia umkimbize, ushinde wengine, upigie ndugu yako kama wewe ni mtu ya kwanza. Na umebeba mkuki, utamutunga mkuki ama utamuacha? Ndugu zangu amenitunga mkuki. Aje na atia. Wamenitunga mkuki. Watu wetu, kama mnataka maisha yetu badilike, watu wa magharibi, jamii zote zenu Waluhya peke yake. Maana wale jamaa ambao wamekaa kule Nairobi, Wetangula na Mudavadi wanakula kwa niaba ya magharibi. Wananyanyaza sisi kwa niaba ya magharibi. Tumesema wakati wa kura hao watu waende wapi? Waende wapi? Waende wapi? Waende wapi? Mimi ninafanya kazi na MCA.
Kwa sasa niko na MCA wengine hapa. Tuko na Mheshimiwa Eric wa Bomba. Mama Mheshimiwa Eric wa Kulasineo. Wao ndio tumetembea naye tangu asubuhi. Niko na Mheshimiwa Obed. Jembe la Majembe. Incoming Senator Sineo. Obed Male. Mama TC. Asante sana Mheshimiwa Obed. Hapo nyuma niko na Mheshimiwa Cheloti. Minority Leader. Mheshimiwa wa Saboti. What? Yule anafanya Mheshimiwa Jemanuru Simiyu. Mheshimiwa wa Nabiswa. Chairman wa budget katika assembly. Yule amekaa ndani anaitwa Bikul. Incoming MCA wa Motosiet. Kule nyuma kuna Mheshimiwa Dadi Were. Mheshimiwa Dadi Were. MCA wa hapa. Ndio. Kule nyuma kuna Mheshimiwa Sara Lubano. Mheshimiwa wa kwanza. Amekaa na Mheshimiwa Emily Rono. Mheshimiwa wa makutano. Yule amekaa na yeye na Mheshimiwa Barbara Kisia ni special elect. Hai nimewaza. Pale juu. Kuna Mheshimiwa Kutikila. Mheshimiwa wa Sevendu. Amekaa na Mheshimiwa wa Mbwa. Mheshimiwa wa Machawa. Sindio? Kuna mwingine nimewaza. Yule anaitwa Weruda. Weruda ni kwa speaker. Sindio? Niko na mwanaume mwingine hapa. Hadi nani? Hadi ndako wapi? Niko na Mheshimiwa Maganu. Mheshimiwa Maganu ni MCA wa Sinyereri. Nani nimewacha Mheshimiwa Wasa Small. Alikuwa amesimama kiti ya kwanza kujaa. Wakati mtajaza. Ndio huyo. Niko. Hapo wapi ndi? Hapo ndako wapi? Alafu niko hapa na rafiki yangu wa dhati kutoka Kakamega. Anaitwa Toto. Toto ametushikilia huko, alitupangia mkutano huko, akapiga barabara. Ni mtu mungwana sana. Kwa watu yangu, nataka nimalizie hapo ili tuende nyumbani, si ndio? Lakini nataka tupige. Niko na vijana kutoka Jacaranda. Bunge la wananchi. Jamaa anaitwa Joakim Simiyu, mnamjua? Wapi Joakim? Joakim Simiyu ndio yuko hapa simama hapo panapo kuni. Salimia kwa pamoja. Haya. Watu wa Kitale hamjambo. Watu wa Kitale hamjambo. Nyinyi mnakubali tuendelee kunyanyaswa? Mnakubali tuendelee kufanya kazi ya watchman? Mnakubali kukua sisi tukue ni baraka za watu? Mnashikilia na tembea. Hakuna kingpin wetu ambaye atatuongelea. Nikisema harambee, mnasema one time. Harambee. Kasonga aende nyumbani pamoja na watu wake. Wetangula nyumbani, Musalia nyumbani, Chesano nyumbani. Asante sana. Haya, kuna kijana mwingine anaitwa Ronald Wanjala. Mjukuu wa bunduki. Wewe nani? Ronald Wanjala, kaka moja. Wana Trans Nzoia oye! Sisi kama watu wa Nairobi tunasema hivi, wakikuza na tembea, sisi tutatembea mpaka State House, kupeleka Kasongo nyumba. Lazima waheshimu kiongozi wetu. Na kama wataheshimu kiongozi wetu, na tutatembea na yeye. Na ule Wetangula
Wenda ametukalia hapa Trans Nzoia, Bungoma, tunamtaa aende wapi? Aende wapi? Asanteni sana watu wa Trans Nzoia. Wapi mjukuu ya bunduki? Mjukuu ya bunduki. Harambee! Harambee! Mimi kama mjukuu wa bunduki kijana Uhuru Kenyatta, ninasema hivi, mfalme wa Western ni moja. Mfalme ni George. Mfalme ni George. Huyo ndio Mungu wetu hapa mkoa wa Magharibi. Tunasema gavana ni mfalme. Tunahakikisha 2027 rais wa Jamhuri ya Kenya, rais wa sita ni Mheshimiwa George. Usidanganywe na baba Mkambo. Baba ya Western ni gavana wa Trans Nzoia na baba ya Western. Yote inawezekana na gavana wa Trans Nzoia George yatembea. Asante Mheshimiwa Gavana. Ule wa mwisho Wanjala kuja. Kuja pamoja tauni. Ameshika watu wameshikana na unashindwa kusonga. Amjambo watu wa Trans Nzoia. Hivi kitu nataka kuambia. Msikubali mtoto wetu wapigwa na watu wa nje. Kuna mama anaitwa Joy. Huyo mama toa siaga. Kuna jamaa anaitwa Samika. Toa siaga. Msikubali akusi gavana. Akikusi gavana apigwe. Hata mheshimiwa hapo nasema ni moja. Wapigana ria, wapigana timu, asiso imini kile kisonga. Yesu amesaliwa Western. Yesu amesaliwa wapi? Yesu amesaliwa wapi? Yesu linatembea kwenda mashukrani. Natembea wewe. Natembea timu. Natembea ria. Natembea timu. Asante sana. Hata mheshimiwa hapa atakufungia sindio? Hapa atakufungia. Miaka 60 ambayo ilipita, mnanisikia vizuri? Watu wetu walipigania uhuru wa nchi yetu ya Kenya, wakapigwa risasi, wakakufa, ndio Wakenya wapate ukombozi. Haiwezekani eti leo hii sisi tunatishwa ati hatuwezi kufanya mkutano. Unajua